Suzy, sorry sijatuma private number juu my phone imeenda na some Oga boys. Pick call ni kushow. Akasema tuko site, just text, I will call back. Akasema sawa, tulienda na Fei juzi Mirema with some 3 Ogas and I just don't know what happened. Niliamuka to play strange without clothes. Hadi sijui kama waliniekea mchele, but I guess we had settled with the guys 10k each. Na up to now I've not seen Fei. Mamake ameshinda amenicall. Please just track her for me. Niko worried hata ndio naenda hosi kujua what happened. Akol. Shit. Ati jamaa kamwambia will try my best, alafu weka 2k hapa nitumane huko. You just know how things run. Ati aki babes surely niko down. Just answer, nitakupea hata kesho ukimaliza. Ati nitakupea hata kesho. Hey guys, Amarido hapa. Najua ni kali lakini itabidi nivumilie kidogo kwa sababu nataka niogelea asubuhi kabla watu wengi hawajaingia. Leo ni siku ya Jumamosi na ikishafika saa 5 hapo kunakuwa na watu wengi sana. Well, leo naenda kuongelea video ambayo ilikuwa katika hizi ambazo zimekuwa ni popular shows zinaitwa Loyal Testing. Ziko mara nyingi sana katika Afrika na ziona ziko Kenya na zinavumbuaga mambo mengi sana yalikuwa katika ndoa na relationship, na mara nyingine zinavumbua crime. Yani katika mambo ya relationship watu wanapokuwa wana cheat, sometimes unakuja kuona kwamba kulikuwa kuna crime inakuwa committed ambayo iliendana na hiyo cheating. Na wako ma content creators wengi ambao wanafanya hii loyal testing, na mimi mwenyewe niligundua kuhusu loyal testing kwa sababu nilikuwa niko Nairobi, I believe it was like maybe 3 years ago, 2022. Na mimi na couple friends tulikuwa tumekutana sehemu kwa ajili ya kula nyama choma, na rafiki yangu mmoja Magi alikuwa amepaki gari kama nafikiri ni 2 to 3 building kabla ile sehemu ya kuchoma nyama, na kulikuwa kuna car wash pale, alikuwa ameacha gari yake akaja akatujoin. Sasa tulipokuwa tumemaliza kula, wakati tunaondoka, Magi ndo alikuwa ananipeleka, mimi nilikuwa naishi Kilimani wakati huo, ndo alikuwa ananipa ride. Sasa tulipokuwa tunatoka nje ya hoteli, kuna vijana walikuja wakatu approach. Actually ilikuwa ni kijana mmoja, sio wa hii video, lakini nilikuja kugundua huyu ambaye anaitwa Comrades Flavor. Baada ya kuangalia video za huyu mtu alini approach kwanza, alitu approach mimi na Magi tulikuwa tunatembea, kwa sababu aliassume kwamba sisi ni couples. Kwa hiyo alikuja akatusalimia, aliuliza mambo mengi kabla ya kwenda akuja direct kueleza kwamba anafanya mambo ya loyal testing au anaangalia simu, lakini aliuliza vitu fulani, alafu baadaye akatuambia kwamba yeye ana channel ambayo inazungumzia mambo ya familia, na akatuonyesha na akatuomba tu subscribe, and then akajaribu kutuuliza kama we are siblings, couples, whatever it is. Kasema we are very good friend. Akagundua kwamba mimi Kiswahili changu ni cha Tanzania, unaona. Kwa hiyo hatukuwa ni candidates for loyal testing kwa sababu hatukuwa ni couples. Kwa hiyo nilipokuwa nimesubscribe na kuweka notification bell, nafikiri ni baada ya siku 2 actually nilikuwa nimerudi Tanzania, nilipokuwa nimeona kwamba zile notifications zinatokea, nikasema ngoja nicheck huyu jamani nani, na nilipokuwa nimeangalia video zake nikaa nimependa. Actually kuna wakati nilifikiri kwamba labda ni acting, lakini nikasema mbona alini approach mimi na anijui, kwa hiyo I'm not very sure. And then katika kuangalia hiyo wakawa wametokea content creators wengi ambao walikuwa wanafanya similar thing, lakini nilikuja nika stuck kwa huyu jamaa ambaye anaitwa Comrades Flavor. So that's my story about how I came across this loyal testing thing. Sasa hii video ni moja ya videos ambazo zimefumbua crimes za aina nyingi, lakini hii inafanana na hii ambayo tunaweza kusema ni series ya hidden cameras pamoja na videos za watu kuwa posted online bila ridhaa yao. Na hii inazungumzia kuhusu huyu msichana ambaye aliambiwa na rafiki yake twende kwenye party. Hiyo siku tumeenda party, Fei alinipigia akaniuliza niko wapi, nikamwambia niko home. Kaniambia kama naweza mpeleka party ya beshte yetu. Nikamwambia yeye niko home, na aliniambia party ya tutakaa tunaenda like 2 hours. Mimi nikamwambia ni sawa, nitampeleka. Akanikujia home, nikaacha mtoi kwa kina Cynthia. So unajua neighbor wetu Cynthia. Nikaacha mtoi huko, tukaenda party. Sasa tulifika party, tukapewa drink, nikaa wase walituwekewa drugs. Cause after that tulikunywa hiyo drink tukazima. Tulijisikia the next day, lakini tulikuwa tu hivyo weird, mtu ana nguvu. Mimi nikaangalia room yote, mimi sikupata Fei.
That's why nilitafuta huo DCI atrack simu ya Fei maliko. Nikapata venye tulitrack akaniambia inaonekana na manga. Sa in a few days ndo nikasikia Fei alipass. Sa mi hadi sijui ni nini walitue. Yeah, so what happened here? Sitaweza kuangalia kwenye kamera sasa hivi kwa sababu ya jua, lakini nafikiri mtanisikia. Huyu dada ni mke wa mtu. Rafiki yake ambaye anaitwa Fei alimwambia bwana, twende kwenye party, tumealikwa mahali, twende tukaenjoy na watu. Na hao jamani wa Nigeria wako wengi sana Nairobi, maeneo ya Kilimani na Westland, Kileleshwa. Unaweza kuwaona kwenye apartments, huaga wanakaaga wengi sana wanakaa kwenye apartment moja. Kwa hiyo nafikiri aliambiwa kwamba wanaenda kupati na hao jamaa na kila mtu atapewa Kenya shillings 10,000. Kwa hiyo walivyokuwa wameenda wakapewa vinywaji, akaamka asubuhi akiwa hajitambui, hana nguo na Fei yupo na hana simu. Sasa kilichofuatia ni kwamba alikuwa anajaribu kutrace simu yake, lakini alikuwa na mtu mwingine ambaye anacheat naye ambaye ni polisi. Bro, hey Mike, there is a problem. Ni Suzy, sorry sijatumia private number juu my phone imeenda na some Oga Boys. Ulikuwa unafanya nini na Oga Boys? Pick call ni kushow ati tuko site, just text, I will call back. Unamwambia sawa. So tulienda na Fei juzi Mirema. With some 3 Ogas. Ndio hiyo umetext 3 Ogas. And I just don't know what happened. Nana, sasa mbona aseme tulienda na Fei na ni Fei? Niliamka tu place strange without clothes. Mbona uliamka place strange? What were you doing? Si mimi ni... We had settled with the guys 10k each. Na up to now I have not seen Fei. So Fei hajajiona. Ana text ka hajajiona. Fei hata yuko. Hapana, sawa. Ama alikuwa amekufa akitext. Hii ni ile siku tulienda party na yeye. Mimi nilirudi home, yeye ndo alikuwa na text na simu yake. So alitext hata hajajinini hata kama unapima even if ya kids. Mtu anajitext ati yeye. Bro, mtu alijitext kama kufa. Beba ndio unajua kuna tabia zingine mimi siwezi fanya. What is this? Hii mambo ya nilikuwa nimesaidiana na what is OG boy? Oga Boys. I don't know. Nigerians. What is Oga Boys? Kwa hiyo alijaribu kumtafuta huyo polisi ili aweze kutrack simu na kuangalia jinsi gani nani Maggie yuko wapi. Nafikiri alimueleza situation nzima, lakini the worst part of it ni kwamba Maggie ali overdose akafariki. Kwa hiyo katika hiyo process ya kuwa drugged ili wawe, ninachokielewa mimi kwa sababu inatokea sana na nikiunganisha na story ambayo anaizungumzia Laila Mikolait, ni kwamba kuna watu ambao huwa wanawalewesha watu ili waweze kuwarekodi. Na hizi porn sites, narudia tena, hizi porn sites ambazo nyingi zina kuwa overseen na Pornhub zinakubali, unaona, zinakubali videos hata kama victim hajitambui. Sasa zilivyokuwa zinafanya hivyo kwa kipindi fulani, makampuni ya credit card especially Visa walijaribu kusuu. Walivyokuwa wamejaribu kusuu kwamba nafikiri mnatumia our source of payment kwa ajili ya commit crime au mnaruhusu vitu vya crime. Na walivyokuwa wamepewa hii notice kwamba we are about to sue kwa ajili ya hiyo, wali delete almost 10 million videos, unaona, kutoka katika sites zao ambazo zilikuwa zinaonyesha either tahiri ilikuwa ni rape ama ilikuwa ni abuse of a small child. Kwa hiyo waliamua kuzidelete hizo kwa sababu pia zilikuwa kuna watu ambao wanaangalia alafu wanalalamika. Just imagine kuna watu ambao wanapenda hayo crime lakini saa nyingine wanasema this is too much, wana report kiasi kwamba Visa wakasema sisi tutawasuu. Kwa hiyo wakadelete almost 10 million videos. Kwa hiyo msikilize Leila analizungumzia hili swala. But they started to delete millions of videos. They deleted 10 million videos and over 30 million images, basically in 24 hours. And what Financial Times called probably the biggest takedown of content in internet history. They deleted all of their unverified videos because they had no idea who was a child and like who was 16 and who was 18. Right. Who was what was rough sex and what was rape. They had no idea what was consensually recorded and non-consensually uploaded, right? And so they took down that much content. Because they're worried about the money. Yeah. They wanted to woo the credit card companies back. Right. Is they said, okay, we have to do this. They basically deleted their site.
Yeah, so pretty much this case is just, you know, the results of what Leila was talking about. Unaona, kwa sababu hamna mtu yote anakuambia njoo tu party kama very good friend ili tuweze kujoin tuwe na vibe na nini, alafu anakuwekea madawa, you know, wakati wewe umekuja pale kwa hiari yako. Kwa hiyo haya madawa au kuwa drugged pretty much inatumika kwa ajili ya, you know, ya kufanyia kitendo cha kihuni na pretty much kupelekwa katika na video kupelekwa katika hii mitandao ya kingono. Na mtu mwingine ambaye nilikuwa nazungumza naye juzi kuhusu issue akasema that's how people live in Nairobi, especially people from West Africa. Na sijui polisi wa Nairobi wanafanya nini, lakini kuna watu ambao hawana kazi nyingine, anajijua kabisa kwamba anaenda pale Nairobi, is very easy to get away with this kind of crime. Ndio inakuwa ni maisha yao. Kwa hiyo unaona vinatendeka vingi kwa sababu ndio watu wamejiajiri. Anajua akichukua video moja, wanaishi wengi katika apartment, anaiposti katika, you know, sites mbalimbali, zinamlipa hela, analipa rent, anaendeleza maisha na anazidi kufanya hivi kwa watu wengi. Kwa hiyo sijaelewa ni kwa nini, kwa sababu watu kama hao ambao wanafanya loyal testing wanadhihirisha hizi crime, lakini sijui inachukuliwa hatua gani, hatua gani zinachukuliwa ili kuweza kudhibiti. Na katika kufuatilia nimeona pia kwamba kuna watu wanauliwa kwa ajili ya mambo ya ritual. Unaona kuna watu, yani kuna vitu mbalimbali, wake za watu wanakuwa raped, wamama, kuna wamama fulani hivi wako wengi sana Nairobi ambao wanaitwa mama fua, nasikia wamejaa katika porn sites. Unaona ni watu ambao wana shida, uaga hao jamaa ambao ni brothers wetu kutoka West. Nasikitisha hata sitaki kuzungumzia, anamuita kwa ajili ya kufua and then anamofa hela nyingi zaidi kwa ajili ya kitu fulani, and then huwa siangalie, lakini hiyo ni information ambayo nimepata na nilipojaribu kuongea na ni good friend of mine, ni dada mmoja, labda tumgundue tu kwa jina lake la mwisho, Miss Wairimu. Nimeongea akanieleza mengi hayo, lakini she's very camera shy na anasema mimi naongea Kiswahili, kwa hiyo she's not very comfortable kuongea Kiswahili, kwa hiyo ananipa information and then mimi nina pass through this information. Kwa hiyo it's sad, unaona vitu kama hivi, mtu ameenda kwa ajili ya kufanya party, akifikiria anafurahi na marafiki, anaikiwa madawa ya kulevya and then anafanyiwa hivyo vitendo. On the site, I mean, one of the worst things that I saw on the site was an instance where it was a young Asian woman and she was drugged so completely that her body was completely limp. She was unconscious, and there was a masked assailant who actually, to prove to the camera that she was unconscious, he was lifting her eyelids and touching her eyeballs to prove that she wasn't responsive, and then tickling her feet and doing things like that. And then the title was in Chinese. And so what I did was I took the title and I put it into Google Translate, and the title was Dead Pig Unconscious After Being Drugged. And it included eyes half open after being drugged. Like that was the actual title. Na kitu kimoja kuhusu hili swala la watu kuwa drugged, inabidi mwe very careful, both men and women, kwa sababu lilianzia sana Brazil. Unaona kuna hiyo inaitwa angel dust, ni aina fulani ya madawa ya kufanya ulale, walikuwa wanatumia wanawake I think Colombia na Brazil, na imeua watu wengi sana kwa sababu hawajui underlying earth healthy status ya mtu, hawajui underlying healthy status. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na magonjwa mengine akiekiwa dawa kama hiyo ili tu alale, mtu mwingine anakufa moja kwa moja. Kwa hiyo mtu anayekuwekea hata ajui kipimo, saa nyingine anawazidishia. Nilikuwa naangalia documentary moja, nafikiri nitakuja kwanza kuwaletea pia hiyo ya jamaa ambaye alipata brain damage, alilala kwa siku 9 baada ya msichana ambaye alikutana naye Colombia kwenye bar, akaenda naye kwenye apartment yake. Huyo dada akamlewesha, akamwekea kitu kwenye kinywaji ili alewe na kumuibia. Na huyo jamaa yani amekuwa yani kama vile alizaliwa na what we call utindio wa ubongo. Unaona, na alikuwa ni mtu ana afya yake, anapenda maisha na nini, lakini mtu akaenda karibu maisha yake namna hiyo. Kwa hiyo kuna either kufa au kuwa damage for life. Unaona, kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi tuwe very 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 careful. Kwa hiyo sina la zaidi ya kukwambia, kama unataka
kupata information zaidi, nimeona video nyingi ambazo zinaelezea hivi vitu, ziko kwenye loyalty test. Mtafute Comrades Flavor, Big Man Steve O, man. I like his shows, he's very genuine guy, very professional for what he's doing. Kwa hiyo nilipata information nikasema ni share na nyinyi. You guys be very careful, man. Naona it's a wicked world right now. Watu walikuwa wanasema it's a mad world, but right now it's very wicked, it's evil. People kwa ajili ya kutengeneza pesa, they don't care about nobody else but themselves. So gotta be careful, man. I'll catch you next time. Sadly, I found out that, so then there's global headlines, right? Hundreds of headlines all over the world. Visa, MasterCard, the big takedown. I found out an insider came to me months later and said, you don't know this, but 2 weeks after the credit card companies disengaged with Pornhub, they quietly snuck back to the advertising arm of Pornhub called Traffic Junkie, because they have their own ad arm, right? And that's how they make most of their money. So business is going on as usual. And I said, oh my, this is like the worst thing that I could have ever, I can't believe that this is what happened. I said, what are we going to